ni asili yake. Jambo la tatu, utabiri wake. Jambo la nne, mpangilio wake wa kihistoria, na jambo la tano, nguvu yake ya kubadilisha. Hebu nianzie dhumuni lake, ambalo ni dhumuni lake kuu, mpendwa, katika Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 47. Biblia inasema, kwa maana si jambo lisilofaa kwenu, maana ni maisha yenu. Kwa hivyo zaidi ya yote mpendwa, Biblia ni neno la Mungu, ni ujumbe Mungu aliotuandikia. Kwa hivyo ujumbe huu ni upi? Ni katika Yohana 10 mstari wa 10, Biblia inasema, katika ulimwengu wa mauti Mungu anataka kutupatia uzima na uzima tele. Kwa hivyo huo ndio ujumbe. Na ni kwa jinsi gani anaenda kufanya jambo hilo? Mpendwa, kupitia Kristo, dhumuni lake kuu la Biblia. Yeye ndiye mwandishi wa wokovu wetu. Katika Waebrania 5 mstari wa 9, Agano la Kale mpendwa linamtangaza yeye, na Agano Jipya vile vile linamtambulisha yeye. Yote yanatangaza nguvu yake ya ukombozi na kutabiri utukufu ujao anaotuandalia. Kwa hivyo nifanye nini mpendwa? Biblia inasema kwamba Mungu anakuhitaji umpokee Yesu kama mwokozi wako, kubakia mwaminifu kwa neno lake na kutangaza ujumbe wake kwa ulimwengu. Katika kitabu kinaitwa Steps to Christ, ukurasa wa 48 sura ya 10, kinasema kwamba Yesu alisema juu ya maandiko matakatifu ya Agano la Kale na jinsi ilivyo kweli kuhusu Agano Jipya, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mkombozi, ambaye kwake matumaini yetu ya uzima wa milele yamewekezwa. Kwa hivyo hayo unayapata katika kitabu cha Yohana 5 mstari ni wa 39. Ndiyo, Biblia nzima inamuongelezea ama inamuongelea Kristo. Tangu kumbukumbu ya kwanza ya uumbaji, wala pasipo yeye kumbuka, inasema akikufanyika chochote kilichofanyika, hadi ahadi ya kufunga, papo anasema tazama naja upesi. Tunasoma kazi zake na kuisikilia sauti yake. Yohana 1 mstari wa 3 na Ufunuo 22 mstari wa 12. Kwa hivyo mpendwa, ikiwa unahitaji kujulika na Mwokozi, jifunze maandiko matakatifu. Jambo la pili, asili ya Biblia ni gani? Kitabu cha Petro wa pili 1:21, Biblia inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mpendwa, asili ya Biblia ni gani? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Aliwashawishi akili za watu mbalimbali ili waandike ujumbe wa Mungu kwa maneno yao wenyewe. Walikuwa na nini cha kawaida? Hebu tuwatazame mmoja kwa mmoja. Unaona, Musa alikuwa kiongozi wa kijeshi na wa kisiasa. Tunaye Amos. Amos alikuwa ni mfugaji na mkulima. Tunaye Samueli na Yeremia. Hawa walikuwa ni vijana wadogo wakiitwa, na walikuwa vile vile makuhani. Tunamwangalia Daudi na Suleimani. Hawa walikuwa ni wafalme. Je, Ezekiel na Daniel waliandika wakiwa uhamishoni. Tunaye Mathayo. Mathayo alikuwa ni mtoza ushuru. Tunaye Paulo. Paulo alikuwa ni mfarisayo na mfasiri, msafiri asiyechoka. Tunaye Yohana. Yohana alikuwa ni mtu mzee, alipewa kifungo cha kisiwani, kumbuka, akiwa kisiwa Patmo. Na Luka alikuwa ni daktari, mwanahistoria na mpagani. Hakuwa mtu ambaye ameongoka, ni mtu alikuwa wa mataifa mpagani. Na Petro, Petro tunamjua kwamba alikuwa mvuvi. Kwa hivyo taaluma tofauti, umri tofauti, kiwango cha elimu tofauti, utaifa tofauti, mazingira tofauti, lakini wote walitumiwa na Mungu. Jambo la tatu, utabiri wa Biblia. Hakika
Amosi 3:7 inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo mpendwa, kama 35%, yani 35% ya maudhui ya Biblia ni unabii, Mungu alitabiri kile kinachoenda kutokea. Unabii juu ya maisha na huduma ya Yesu vimekuwa na umaarufu sana katika Biblia. Ukiona Yeremia 33:15, alikuwa na uzao wa Daudi. Huyo ni Yesu anatabiriwa kuwa alikuwa na uzao wa Daudi. Na Mika 5:2 inasema alizaliwa Bethlehem. Tunaye Malaki 3:1, Yohana Mbatizaji alimtangulia. Zekaria 9:9, aliingia Yerusalemu akiwa amempanda punda. Isaya 53:5, alipiwa na kujeruhiwa. Isaya hiyo 53, sasa tuende mstari wa 7, 53 mstari wa 7, hakujitetea. Zekaria 13:7, wanafunzi wake walimkimbia. Zaburi 22:17, mikono na miguu yake ilipigwa misumari. Zaburi 22, tuende mstari unaofuata wa 18, waligawanya mavazi yake. Mstari wa 9, 53, Isaya 53 mstari wa 9 inasema alizikwa pamoja na matajiri. Kisha Zaburi hiyo 16 mstari wa 10, mwili wake haukuharibika. Hosea 6 mstari wa 2, alifufuka siku ya 3. Kwa hivyo umeona jinsi amezungumziwa. Tuzungumzie utabiri wake. Hakika tumesoma Amosi 3 mstari wa 7, Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Unabii wote ulitimizwa kwa uhalisia wa kushangaza. Huu ni uthibitisho mpendwa, huu ni uthibitisho mkuu kwamba Yesu alikuwa Masihi ambaye manabii walikuwa wamemtabiri. Na Yesu pia alitabiri matukio ya mbele. Anatabiri, tunazungumzia utabiri wa Biblia. Anatabiri kifo chake mwenyewe na kufufuka kwake katika Luka 9 mstari wa 22. Kisha anatabiri kuharibiwa kwa Yerusalemu ikiwa ni Mathayo 24 mstari wa 2. Na kurudi kwake mara ya pili, hiyo ni Yohana 14 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Kila kitu mpendwa kilitukia kama alivyokuwa ametabiri. Hivyo tunaweza kuwa na hakika unabii wa mwisho hakika utatimizwa. Unasema namna gani? Yesu atarudi tena. Nisungumzie jambo la 4. Mpangilio wa Biblia wa kihistoria. Tunatazama Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 4. Na ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifufuka siku ya 3 kama yanenavyo maandiko. Wapendwa, Biblia ni kitabu cha kihistoria tofauti na vitabu vingine vitakatifu ambavyo hasa huwa na mawazo ya kifalsafa. Watu, matukio, sehemu, miji, milima na miti maalum vimetajwa katika Biblia. Lengo la Agano la Kale ni historia ya watu ambao wanasubiri kuja kwa Masihi. Kisha mpendwa, lengo la Agano Jipya ni lipi? Ni utimizwaji wa ahadi hiyo, Yesu, historia ya tukio la kufufuka kwake. Sasa Biblia hii imepangwaje kihistoria? Kuna maelezo maalum juu ya kaburi lake, mmiliki wake, walinzi mlangoni, muhuri wa makuhani. Kisha ukitazama, wanawake na wanafunzi walimuona Yesu na kumgusa. Biblia inatuambia jinsi Yesu alivyokula, jinsi Yesu alivyotembea na kuongea nao. Kwa hivyo mpendwa, Biblia inaliweka wazi kufufuka kwa Yesu lilikuwa tukio halisi, si jambo ambalo halikutokea. Wakorintho wa kwanza 15:20,
malimbuko ya kwanza. Biblia pia inaeleza kuwa yalikuwa ni malimbuko ya kwanza ya ufufuo wetu ujao. Kwa hivyo tunaweza kuwa na uhakika kwamba ufufuo wetu utakuwa tukio halisi. Napotamatisha, nguvu yake inayobadilisha. Nguvu ya Biblia inayobadilisha. Katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 12, Biblia inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wapendwa, hicho ni kitabu cha Waebrania 4:12. Mungu hutumia Biblia kutufikisha katika hukumu. Nataka ulizingatie hili. Mungu hutumia Biblia ili kutufikisha katika hukumu, katika toba na badiliko la maisha. Inabadilisha watu, inabadilisha familia na hata taifa zima. Wakati mfalme Yosia alipokipata, hicho ni kitabu cha Wafalme wa Pili 22 kuanzia mstari wa 3 hadi mstari wa 20. Tunasoma kuhusu huyu mfalme Yosia. Alipokipata hiki kitabu cha sheria, aliguswa sana. Aliwashauri wengine kufanya mabadiliko katika maisha yao, hivyo kubadili taifa zima. Kwa hivyo mpendwa, nguvu ya Biblia ibadilishayo ni moja kati ya tabia maalum sana. Maelfu ya watu mpendwa waliobadilishwa ni udhibitisho kwamba Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa. Kwa hivyo mpendwa, kitabu kinaitwa The Mystery of Healing, ukurasa 458 katika sura ya 39. Kinasema kwamba Biblia nzima ni ufufuo wa utukufu wa Mungu katika Kristo. Kwa hivyo kupokelewa, kuaminiwa, kutiiwa ndicho chombo kikubwa mpendwa kinachobadilisha tabia. Ndicho kichocheo kikuu, nguvu izuiayo inayoongoza mwili, akili na nguvu za kiroho na kuyaelekeza maisha katika mlolongo sahihi. Usome kitabu hicho ukikipata. Kwa hivyo tumeona kuwa Biblia ni kitabu cha pekee, na kuna upekee wake kitabu hiki cha Biblia jinsi ambavyo tumesoma siku ya leo. Kwa hivyo mpendwa, ninapotamatisha asubuhi, mchana, majioni ya leo, ningekusihi upate toleo lako la lesoni ama mwongozo wa kusoma Biblia katika muhula huu, ili uweze kuona kuwa bila shaka Biblia ni moja na ni kitabu cha pekee. Na tumesema kuwa vitabu vyake 66 viliandikwa katika kipindi cha zaidi ya miaka 1500 na vimeandikwa na waandishi tofauti karibu 40 ambao uhusiano kati yao ulikuwa mdogo au hakuna kabisa uhusiano kati yao. Na vile vile mpendwa, hiki ndicho kitabu ambacho kimetafsiriwa zaidi na kimetafsiriwa katika 95%, asilimia 95 ya lugha za leo. Kwa hivyo mpendwa, hata hivyo uhapa wake unavuka mipaka. Kwa hivyo ni kwa nini hiki kitabu ni cha pekee? Nadhani kuwa umejifundisha siku ya leo, na juma lijalo tutaweza kuangalia zaidi. Ningekusihi usiende mbali, kwa sababu nitaendelea kukuletea makala haya, na ikiwa una jambo